Haleluya. Kama ukijibiliwa, usisahau wapi umetoka. Ndiyo neno na funzo la leo. Usilaumu binadamu mwenzako, sababu kuna tofauti mbili. Kuna tofauti ya kuitwa na Mungu na kuitwa kwa Mungu. Ya kwanza, mtu ambaye ameitwa na Mungu ni mtu mwenye imani, mtu mwenye imani sana na uvumilivu. Hana woga kuogopa wachawi, maadui, na anapambana sana jinsi aliitwa, sababu roho ni moja, lakini mitumikio ni tofauti sana. Kuna mmoja aliyeitwa ni mhubiri barabarani, kuna mwingine mhubiri sokoni, kuna wengine waliitwa waimbaji, maproducer, washehe, wainjilisti, maskofo, wachungaji. Yani kila mmoja aliitwa tofauti kwa stahilo yake. Sasa binadamu wa leo hawajue kutofautisha aliyeitwa na aliyejiita. Mbili, aliyejiita anafanya kwa tamaa, labda wachungaji wanaingiza hela, na mimi acha niende nisome uinjilisti, nisome teolojia. Hapana, hapo umejiita. Sababu kanisa kuna sherehe, nitakuwa mwimbaji, sababu ya chakula na mwonekano wa watu wengi. Umejiita, haujaitwa na Mungu. Hata katika Biblia kuna wale Yesu aliita na kuna wale walimfuata tu bila yeye kuwaita. Sababu tukisoma Mathayo 14:13, mpendwa, kuna wale ambao walifuata Yesu kwa ajili ya chakula. Kuna wale walifuata Yesu sababu amefufua ndugu zao. Kuna wale walifuata Yesu sababu amepita kwenye kijiji chao. Biblia inasema mitume wakamwambia Yesu, ruhusu hawa watu waende kwao walime mashamba, sababu njaa itawaua. Yesu akawaambia mitume, hapana, muwape chakula juu habatakienda kwao. Kuna mtu atakuonya kuhusu mambo ya kanisa, ya kutumikia Mungu. Siyo yeye unayehisi, ila kuna Mungu ndani yake anayekuonya, anayekuita wewe, anayekuita kwa kazi yake. Kwa hiyo jichunguze, kipindi unaokoka ilitokeaje unajikuta kanisani? Je, ulijiita? Je, uliitwa? Kama ulijiita, njoo uombewe msamaha. Yesu hakuwa na dhambi, lakini alibatizwa na binadamu wa kawaida. Kitu kimoja utatubu, sababu ulianza kwa tamaa. Ni tendo la ndoa kwa waliooa. Kwa hiyo tubu kama umeanza biashara yako kwa tamaa. Tubu kama umeanza utumishi wako kwa tamaa. Tubu kama umeanza wokovu wako kwa tamaa, safari yako kwa tamaa. Tubu kama umeanza chochote unachokifanya kwa tamaa. Tubu kama umeingia mupolitike kwa ajili ya tamaa. Tamaa ni mbaya, ujue. Ukiwa nayo, aliyekupa kazi utatamani awe chini uwe juu. Ndo kwa maana wakati unaopitia haujataka vitu ambavyo hautaki kabisa, ndivyo watu wanataka wavione kwenye maisha yako. Unachukiwa bila sababu yoyote. Mungu akuite, usikate tamaa. Wajumbe wangapi kwako? Wajumbe wangapi barabarani, sokoni, kanisani, mpaka na waimbaji wa nyimbo za Injili? We hautaki kuamini, hautaki kukubali Mungu, kukubali Yesu. Ndo kwa maana amani imepotea kwenye maisha yako. Ndo kwa maana amani imepotea kwenye ndoa yako. Wengine wamepewa kazi, mwezi mmoja kazi imeisha, wamefukuzwa. Wengine wamekosa makazi. Wengine tumeshindwa kuoa, wengine tumeshindwa kuolewa. Wengine wamekosa watoto, wengine wamebarikiwa na pesa, lakini kila siku ndani ya nyumba ni moto mtupu. Hakuna amani. Amani imepotea kwenye mataifa wengi. Wapendwa, Mungu anabaita kwake kuna kila kitu unachokihitaji. Kuna amani ya moyo, kuna utajiri wa dunia, kuna biashara nzuri, kuna makazi za kudumu, kuna elimu, kuna vipaji. Kila unachokitaka njoo, Yesu anakuita. Wengine wanajiuliza, Yesu yuko wapi anayetuita? Hawezi ukamuone kama wewe sio mwamini wa dini fulani, au kama hauna mchungaji au mtumishi anayekuombea, labda mke wako, labda mzazi wako, au mna mtu katika jamaa anayewaombea. Yesu atamuona.
Kumwona Yesu ulikuwa mkosefu, kwa nguvu za Mungu unainuliwa. Ulikuwa wa maeshaki, kwa nguvu za Mungu umekuwa wa maresite. Hapo umemwona Yesu. Umemwona Yesu, sasa njoni, anakuita. Haijalishi wewe ni mlevi, haijalishi wewe ni kahaba, haijalishi wewe ni mwizi kimataifa, unayekula rushwa, njoo. Zakayo alikula rushwa, Yesu alimuita. Huyo binti aliyefuata Yesu kwa Lazaro kumnawisha miguu alikuwa kahaba. Hata katika mitume Yesu aliyowachagua wengi walikuwa ni majambazi na wakina Yuda, lakini Yesu aliwasamehe. Kuishi nje ya Mungu ni kifungo. Mungu hatakukataza mambo yako. Kadiri anavyokubariki na kukupa furaha, hivyo hivyo utaacha mambo yako wewe mwenyewe bila yeye. Mungu akubariki uliyesikia hili neno, liwe funguo kwa maisha yako, liwe wokovu ya maisha yako, liwe utajiri kwa maisha yako. Ukijua ya kwamba kazi inayokupa msosi, ngangania kwa bidii, na usisahau kuomba Mungu, na usifuatane na maisha ya binadamu, kwa sababu watu wa leo wanataka utumikishe kipaji chako wanavyotaka wao. Kataa wingi wa ushauri wa binadamu. Dunia ni upotevu mtupu. Basi Mungu akubariki sana, uye nitega sikio, na Mungu akuinue. Nite mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, Zinatimia Ndalaire. Mungu akubariki. Amen.